Asante. Ndio. Mimi naitwa Maria, niko Arusha Kisongo. Karibu Maria. Asante. Mimi niko nasema nina watu wawili. Ndio. Lakini siwaelewi na wanasema wote wanataka kunioa. Ndio niko naomba ushauri. Hauelewi kivipi yani? Yaani mmoja ni muongo yeye ana ahadi za uongo. Mwingine yani yeye ni Muislamu, mimi ni Kristo. Afya anataka nibadili dini ili anioe. Mimi ndio niko naomba ushauri. Yupi ulianza naye muda mrefu? Huyu ambaye ni Muislamu ndio nilianza naye muda mrefu. Kwa nini ulitongozwa kwa kubali kwa huyu mwingine wakati ulikuwa na mpenzi wako? Vile aliondoka huko afu mimi nisofu, yani aliondoka huko akaenda akawa miezi mitatu hivi afu hamna hata mawasiliano hivi. Ukaanzisha mengine? Okay. Yupi kati yao umesoma naye katiba muda mrefu? Hayupo hata mmoja. Hakuna ambaye umelala naye? Wewe una miaka mingapi? 22. Yupi ambaye anafanya kazi? Wote. Wanafanya kazi gani? Mmoja ni saidia fundi, mwingine hajaniambia kazi yake. Yupi huyo ambaye umesema una muda naye mrefu ni kama muda gani? Mwaka mmoja. Na huyo mwingine? Una miezi 7 hivi. Ina maana hawataki kuja kusoma nawe katiba au inakuwaje? Mimi ndo sitaki. Ila ulishawahi kusoma katiba na mtu? Hapana. Kwa hiyo wewe ni bikra? Unafanya kazi gani? Mimi ni msusi. Wewe ni msusi, na ni dini gani wewe? Mimi ni Muslim. Yupi kati yao unampenda sana? Huyu ambaye nimeanza naye muda mrefu. Ndio unampenda? Kama ndio unayempenda sana, kwa nini huachana na huyu mwingine? Yaani kuna muda huyu ananikera ndio maana naenda kwa huyu mwingine. Kwa hiyo huyo naye akikukera utaenda wapi? Natulia. Okay. Wewe ni kabila gani? Mimi ni Msukuma. Yupi ambaye unakutana naye mara nyingi? Huyu ambaye nimeanza naye muda mrefu. Ndio unakutana naye mara nyingi? Mnakutaniaga wapi? Anakuja kazini kwangu. Alishawahi kukutambulisha kwa marafiki? Hapana. Ulishawahi kumtambulisha? Mimi nishawahi kumtambulisha. Nani kati yao alishawahi kutambulisha kwa ndugu zake? Hayupo. Hakuna. Wakati uko na hao hapo, hautongozwi? Wananifuata lakini mimi ndio yeye siwataki. Okay. Vipi kama atatokea bora zaidi ya hao? Utaachana na hao? Ndio. Alafu utakuwa na mwingine tena? Alafu akitokea mwingine bora zaidi? Hapana, nitabaki na huyo. Kwa nini usibaki na hao wengine? Yaani wale kama vile tuelewe yani. Okay. Sasa nimepata kitu, acha nikushauri kitu. Usipokuwa makini utaharibu maisha yako na umri utaenda na hautoelewa umekosea wapi. Mwisho wa siku utakuja kuolewa na mtu wa ajabu ambaye hata haukutarajia. Siku zote maisha ukishayawekea pande mbili umeharibu. Kwa maana ukiweka option mbili umeharibu. Sana sana kwenye maisha ya ndoa, ukishaweka option kwamba endapo huyu atazingua nina uwezo wa kwenda kwa huyu, basi jua hautawahi pata true love. Kwa maana upendo wa dhati. Kugombana, kupishana, kutoeleweka ni kitu cha kawaida kwenye mahusiano. Lakini mara nyingi watu tunadumu na watu ambao tuko nao kwa sababu tuliamua kwamba tunabaki nao. Usipoamua, kasoro zitakuwa nyingi sana kwa hawa vijana. Kila mmoja utaona haeleweki. Ni kwa sababu moyo wako haujamtulia kwa mtu mmoja. Hakuna na hawajawahi zaliwa binadamu ambaye anataka kuishi maisha kama wewe. Yaani wewe na wanaume wawili, alafu unaanza kuwalinganisha na unashindwa kupata maamuzi yupi ni sahihi. Mwisho siku unaweza ukawapoteza wote, na ndio maana nilikuuliza swali la kimtego na wewe ukaingia kwenye mtego. Vipi akipatikana mwingine bora? Ukweli ni kwamba ndio utawaacha hawa, lakini ukiwa na huyo bora, akipatikana mwingine bora zaidi ya huyo ulionaye, usipokuwa na msimamo kwenye maisha, utajikuta unamwacha huyo ambaye tumesema ni bora, utakuwa na huyo ambaye unaona ni bora zaidi. Automatic kuna kuja neno malaya. Utakuwa malaya. Unafikiri malaya ni watu wa namna gani? Ni mwanamke au mwanaume anayekuwa na, mfano wewe mwanamke uwe na mwanaume mmoja, akija mwingine unamwacha huyo unakuwa na mwingine, akija mwingine unakuwa na mwingine. Ukiwauliza wale wanatapatapa, hawaelewi wanachokitaka na hawaelewi wanachokipenda.
lakini maisha ndivyo yalivyo. Ukishatengeneza option kwamba hapana, nisipochagua hichi kuna hichi, hata ikitokea umechagua hicho kimoja hicho kikawa na dosari, hauwezi ukapambana nacho, kwa sababu unasema huyu akizingua naenda kwa huyu. Kwa hiyo hauwezi kujishusha kwa mwanaume, hauwezi kumlilia mwanaume. Kwa nini huwezi kumlilia? Kwa sababu una wengine. Unafikiria wewe mwenyewe, kwa nini nilie kwa sababu ya huyu na kati na huyu? Maisha sio hivyo mdogo wangu. Yaani utajikuta unaharibu maisha yako huku umejitunza vizuri. Utajikuta unaingia sehemu ambayo haustahili kwa sababu ya kuona huyu sijui hafai, huyu hafai, lakini unajiharibia wewe mwenyewe. Ni kuombe kitu kimoja, chagua mmoja ambaye unasema huyu ndiye basi. Usije ukaruhusu kutengeneza option. Yaani ni heri uachane na huyu mwanaume huyu mmoja, ukaachana naye kabisa, ukawa na mwingine, kuliko kuweka eti wawili, ili huyu akifanya hivi huyu anafanya hivi. Hakuna mahusiano ya namna hiyo. Hata wewe mwenyewe hauwezi pata raha. Mahusiano mazuri ni yale ya kuumize. Yaani mwenzako unamtumia message ajibu, roho mpaka inataka kutoka. Unapiga simu hazipokelewi, unaumia. Yaani hao ndio mahusiano. Sasa wewe unaumia nini? Haumii chochote, kwa sababu ukituma message asipojibu unamtumia huyu. Huyu akijibu maisha yanaendelea. Hakuna maisha ya namna hiyo. Huyu naye akizingua unaenda kwa huyu. Sasa ndio nini? Kuna dada mmoja nilizungumza naye hapa. Baada ya kuzungumza naye, unajua kilichomkuta kutokana na kitu ambacho wewe unakifanya. Yeye alilala nao wote. Yeye anasoma Dar es Salaam chuo UDSM. Alafu kuna mpenzi ambaye amemwacha hapa Arusha, ambaye ni mpenzi wake. Sasa akiwa shule, chuo kule, anakuwa na yule mpenzi mwingine. Akiwa huku nyumbani ana mpenzi mwingine. Huyu ambaye alimwacha nyumbani ndio yule ambaye wa muda mrefu, ambaye walianza naye muda mrefu kabla ya kuenda chuo. Alivyoenda chuo akapata mchumba mwingine. Sasa chuo kule anawasiliana na huyu, anawasiliana na yule. Akiwa huku mambo ndio hivyo. Siku moja akalikoroga hivi. Chuo wakati wanafunga akalala na yule mwanaume. Yaani wakati wanaagana, unajua unaondoka likizo na nini, akalala na yule mwanaume. Njoo ni kuage na nini. Katiba ikasomwa. Baada ya katiba kusomwa vizuri, akasafiri akaja wapi? Arusha likizo. Amekuja likizo Arusha. Alivyofika mpenzi wake si anamsubiria, akampokea vizuri. Mwisho wa siku weekend wakaenda wakasoma katiba. Na alikuja Ijumaa, ina maana Jumamosi wakasoma katiba. Baada ya siku 2-3 akajihisi ana ujauzito. Na kweli ana ujauzito. Mimba ikakua. Anaulizwa, mimba ni ya nani? Anashindwa kujibu. Je, ni ya huyu nililala naye Ijumaa na ni Jumamosi, au huyu ambaye nililala naye Alhamisi kuamkia Jumamosi? Ni kuamkia Ijumaa. Siwezi kuendelea zaidi maana hizo ni siri zangu na yeye, lakini kizungumkuti alichokipata, anajuta kitu ambacho alikifanya. Angalau wewe haujalala nao wote. Hakuna ambaye ulala naye. Lakini hakuna kitu kibaya kama maisha ambayo haya unayataka kuyaishi. Ni ujinga, ni upumbavu, ni upuuzi wa kushindwa kujua yupi ni sahihi kwangu. Ni heri kuwa na huyu, maliza kuwa na huyu, kuliko muda mmoja uko na wawili. Hauwezi wewe mwenyewe kuenjoy na unauharibu moyo wako. Moyo upende mtu mmoja ili angalau feel. Mahusiano lazima uhisi. Akikuumiza uumie, asipokujibu uumie. Yaani nao ndio mahusiano. Lakini hapo haumii chochote. Kwa hiyo ninachokuomba, najua unafahamu yupi unampenda. Kama ulivyosema huyo wa kwanza ambaye ulikaa naye muda mrefu. Hebu mpe nafasi. Achana na huyo mwingine kabisa, mtafutie sababu, achana naye. Alafu utakuja uniambie kwamba je, anaeleweka haeleweki. Utakuta anaeleweka kuliko unavyofikiria. Lakini utaonaje anaeleweka wakati wewe unaangalia kasoro? Wewe mwenyewe una madhaifu yako mengi. Kila binadamu, iwe mimi, iwe wewe, iwe yule fulani, kila mmoja ameumbwa na madhaifu yake. Unapokaa kuyahesabu mapungufu yangu, utaona mengi. Lakini wakati huo ukiamua kuhesabu ya kwangu mazuri, unaona mengi. Kwa hiyo ni vyema utulie, uwe na huyo ambaye umesema unampenda. Usikilize moyo wako na acha kukompea. Baki na huyo ambaye ulikaa naye muda mrefu. Alafu utaona ataeleweka, utaona utaenjoy, utaona utapata raha. Yaani utaona kuna hali fulani itabadilika kuliko hayo maisha ambayo unataka kuyaishi.